mjengoni tunachukua maoni ya mafundi. Tujue wamechukua SHA ama bado. Habari ya fundi mwenzangu. Salama sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Michael. Tueleze machache kuhusiana na hii huduma ya SHA. Umechukua kadi ya SHA ama bado? Kadi ya SHA nilishachukua mapema. Yes. Nilikuwa mapema na nilipia pole. Inakupeleka namna gani kama mfanyikazi wa jua kali? Advantage ziko na disadvantage ziko, limitations ziko, cost kama NHIF. NHIF rate yake ilikuwa juu, hata ungelipa bili hospitali ingekupunguzia kiwango fulani. Kama for example ungekuwa unadaiwa 120 ungelipa like 70 or 40 or 50, unaona? So SHA kidogo kijaribu kukava your health care coverage inapunguza kabisa. Yeah, so si nzuri sana kwa mtu kama mimi wa mjengo, kwa mtu kama unless wale wa nje, lakini kwa watu kama sisi wa jua kali haijafanya. So ungehimiza serikali ya Kenya Kwanza kufanya jambo gani kuhusiana na hii malalamishi ya Wakenya wanalalamika kuhusiana na SHA? Kitu ya kwanza naweza kwenda kuuliza serikali ni kwamba hawa wajenzi especially hapa Nairobi, the government wanajua kwamba wajenzi wa hapa Nairobi ndio wanafanya kazi sana kurembesha the city, you know, ya kufanya vitu vikuwe nzuri, kujenga hizi manyumba tunaziona. So ningependa sana serikali consider hawa watu ambao wanajenga. Alafu hizi mambo na health coverage, because we are in a risk position, inafaa to consider watu wafanye in a safe environment. Mtu akigonjeka government itokee imsaidie, mtu akipata na shida yote government itokee imsaidie. Na kama hiyo haiwezi, it can start group ama ikuje na commission like itakuwa inatetea watu wa mjengo peke yao. Ikwe ni pesa, kama kuna pesa ya shule ama pesa ya hospitali, kuwe na pesa ya wajenzi. Unaona? Itatusaidia sisi. Unasikia maoni yako. Na Mkenya mwenzangu, uko na jambo ama wewe mfikirisha tu kichwa? Kuna jambo. Unacheka.